So my name's kama majina yangu naitwa Robert Lambisia Nambale. Kwetu ni kule Kakamega na Baholo constituency, Lurambi. Ile ilikuwa inaitwa Lurambi ya kitambo. So natoka pale Malaa, nilisoma pale Nderema Primary, nikasoma St. Gizitos Secondary School. Pale ndio nilisoma. So nilinunua huku Ukambani na tunafanya kazi huku pia Ukambani. Na Mungu ametusaidia, tunafanya kilimo. Hii kilimo ya mbaazi tunaifanya pia huku. Mame itoja soma mbinda chiriao. Mbinda sina? Hiyo mbinda ni this one. How do you call it? Okra. Okra. Na hii kitu hata nyumbani hata hivyo. Wanyesi? Yes. Tena hii tupepe. Pepe inamea. Mbegu. Unaona hii? Yes, okra. Sasa hizi ni zile tradition. Ukipanda shambani it will never get to an end. Ukinyesha tu anza kumea. You know iringa mchere. It's very slippery. Tukinunua hii shamba tulisipata hapa. Sasa huwa sinamea tu. Hata sisi silifikaje huko, hata zingine tusinameanga mpaka tunafika. Wanyesi mboga nyingine iko hapa. Hii ni mboga. Gani? Common hiyo. Hii ni mboga. Wanawe tulikuwa tunaingilia kutoka huko nyumbani, tunapita hapa kando na kuja kuingilia. Lakini hawa kuna mtaro hapa. Unaona hapa kando hii miti. Sasa kwa harvesting. Za mbegu za mrenda. Hii nyasi hii ni ya cost ni mingi. Wazungu ndio walileta hizi nyasi kwa highlands. So huku tunaipanda. Lakini ukienda coast sinamea tu senyewe ndio unaona hizo sehemu za Kilifi, Kwale. Mungu akujalia unanunua cha kukata. Pia kukata nyasi. Kana kanuni ndio kwa. Mtu zingine huwa tunakomboa. Tunakuja na tukatia. Tukatia alafu tunabeba. Sababu hii nyasi hata ukata na panga ni shida. Unakata na nini? Na siko. Sasa panga una kutana tu na tunatoka hapa hivi. Angondo kange mayu. Angondo kange na korolo kina mudali. kama manyanga. Onama onimiza kutini. Pole. Ndio kama ni kuna. Ona. Ocha ku hana chiko. Badala kwa macho sana. Itirango mudro sana. Inachoma. Yule kujina ndama sapo. Kibanga ni choho. Kibanga shiny.
Sekiona. Ino njilanjule licho. Sasa hii sisi inakuanga ya kung'oa. Ya kurudi tu shamba inabaki safi na unakia Unapanda. Kama ndio kwa smart farm. Watumia ile ya mengi. Iko kazi bwana. Kenya kuna kazi. Sasa hizi ziko zimeanza kuweka. Mabwani imeweka? Hiyo gani? Hizi mabwaniwa. Hii ni widi wanang'oa ikiwa kiacha naye nasikia inamea mpaka. Hii ndio mera mpaka. Na hizi unaangalia tu main yake ndio unang'oa. Kwanza ndio iko rahisi sana kumanage. Uking'oa ni hivyo umemaliza Kiswahili yake. Uking'oa Hii ni mboga, hii nimeona wanakula hii. Hiyo ndio hiyo. Lakini nyumbani ukipata unang'oa ni kama wewe na. Tembea Kenya. So mnafika hapo kwa hiyo. Very green. Kabisa. Sawa. Hii inaitwa mbaashi kwa Kitamba, inaitwa nzuu. Inapandwa pamoja na mahindi, lakini tunaifanyia spacing kutoka kwa ile level mpaka kwa ile level at least 5 meters, ndio ikikuja wakati wa kuweka ama kuzaa huwe haipatani, so it creates space na pia it fetches a lot of money okay, harvest. So this is the season for flowering. This is the season for flowering. They are flowering. After 2 to 3 weeks itaanza kuharvestiwa. 1 kilogram ambayo haijakongolewa, haijatolewa kwa hiyo nini yake, kwa pot yake, it costs to around 100 shillings. So we do also for selling, or we transport it to different parts of the country so that we may get the money. So we do farming, we do the mixed farming. Hapa katikati kulikuwa na laini za mahindi. Za mahindi tumetoa na laini pia za pojo. Tumesha harvest pojo na tuka harvest mahindi. So tunatarajia kuanza ku harvest this crop ambayo ni peas. Mungu akitusaidia pia tumepata mvua, so we are expecting a lot of harvest. Na mostly tunaiuza bado kama iko green, ukiangalia these pots zimeanza kuweka. This one after 2 to 3 weeks itakuwa imekomaa. So unakuja unachuna, unatoa, unaweka kwa gunia, then you measure it using the scales, hiyo kilo. Every kg 100 shillings. Then and it is on the market. For market iko very demanding. It's very nutritious. Ukikula unasikia iko tamu. That is what we are doing in this farm. We have got the different farms. We have also farms. Tuko na mbuzi zinaonekana kwa umbali. The other side kuna mbuzi. The other side tuna kuku. Tunafanya pia kilimo ya kuku. Na pia tunafanya kilimo ya ng'ombe ndume. We fatten the bulls, then we sell after maybe one or 1.5 years. That's what we do on this farm. So from Western to Kambani,
Ukambani is very rich. The farms in western in Ukambani, they are very virgin. Kama hapa tukipanunua, nobody had planted here. It was very virgin. Sisi ndio tunang'oa miti. Hizi ni misitu, unaziona hizi ni misitu ambazo hakujawahi limwa tangu enzi zile. So ukiangalia hizi mimea, they are very productive. Zinaweka sana. So other people come to Ukambani tufanye farming ili tukaweze kuinua hii uchumi ya nchi, and it's very good. So tunafanya hiyo. The remains of maize, so that we use it during the dry season. When dry season comes, we just remove here some remains of maize. We have other remains of maize cobs. They're also inside here. So we also keep them here so that we use them. We have the remains of sorghum, so they are also here. We put them here, and we use them to feed our animals during the dry season. So we are supposed to store the forage so that we can use it during the dry seasons. It is very nice for you to raise up these stores so that it prevents the wetness of the rains. And you also roof on top so that it prevents the rains on raining on the forage. Otherwise, you are supposed to have a very large one so that you get the enough space for storing it. This is what we do on these sites. So other people who are seeing it, make sure that you have a store. Even if you have Napier grass, make sure that you have stores so that you store the Napier, you give them time again to grow, so that during that time, when there will be no rains, you will have the forage for your crops to feed on. Thank you. These are Gala goat. They are from northeastern province, but they do well in semi-arid areas like this eastern region. They do well. They have also milk. You can milk them. They produce milk, but not much quantity as the salmon and other token back. But this one's a Gala goat. We have other breeds here, the Gala ones. We have them there, and they do well also on this side. So if you have enough space, you can have as many as you can. The gestation period is 4 months for a goat, and if you have the goats that gives birth to twins, you can have the kids, 4 kids per year. So we do the free range, we do the tethering, and so forth and so on. So we thank God for it.